Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu kwa jina la Yesu. Naitwa Mchungaji Yusufu Emmanuel kutoka katika kanisa la Habari Njema Geita, kituo cha Washindi. Na siku ya leo tuko hapa kwenye chaneli yetu ya Habari Njema TV katika kipindi cha Habari Njema Ushuhuda kwa Mataifa. Na ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kijamii, lakini pia hususan kufundisha neno la Mungu na mambo ya kijamii. Siku ya leo nina somo ambalo Bwana amenipa kwa ufupi tuweze kushirikishana juu ya kuongeza thamani ya kwako mbele za Mungu. Tunapozungumzia kuongeza thamani mbele za Mungu, tunazungumzia ni kwa muktadha wa kiroho, tunamaanisha kumweka Yesu kuwa wa kwanza katika maisha ya kwako. Manake Yesu anapaswa kuwa kipaumbele namba moja. Kwa hiyo tunapotaka kuongeza thamani kwa Yesu, lazima kwanza tutambue kwamba Yesu ndiye namba moja, ndiye wa kwanza kwenye maisha yetu. Lakini pia tunamheshimu, tunampenda na kumtii zaidi kwa vitendo, si kwa maneno tu. Kwa tunapozungumza juu ya kuongeza thamani kwa Yesu, na ukiongeza thamani kwa Yesu, unampa sababu ya Yesu kukupenda, na si tu kukupenda, lakini pia kukuheshimu. Katika kitabu cha Isaya sura ya 43, kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 4, nitasoma halafu kisha nitaomba ndo tutaendelea. Isaya 43 mstari wa 4, Biblia inasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa katika platform hii ya YouTube channel kwenye kipindi hiki cha Habari Njema Ushuhuda kwa Mataifa. Baba, karibu ukapate kuzungumza na moyo wa mtu mmoja kwa ajili ya kunyenyua imani yake na kuongeza thamani yake kwa Yesu. Baba, tufundishe, tufunulie na akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, utawalaye milele. Zaidi yako hapana mwingine. Tunakutukuza ambao unastahili, katika jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu katika kitabu hiki cha Isaya sura ya 43 mstari wa 4 anasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani. Thamani ambayo umeipata ni kwa sababu ya wokovu ambao umeupata katika Kristo Yesu. Na ndio maana nimetangulia kusema ili uongeze thamani ni kumweka Yesu awe wa kwanza kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya kuongeza thamani kwake, liko jambo ambalo unatakiwa wewe kulifanya litakalo kuongezea thamani kwa Yesu. Tunapozungumza juu ya jambo unalotakiwa kulifanya ili uongeze thamani, ziko njia, yako mambo ambayo ukiyafanya yanakuongezea thamani. Ukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 12, ni Yohana Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 26. Yohana 12:26, Biblia inasema, na nataka nisome ili twende na evidence. Katika mstari wa 26 Biblia inazungumza kitu kimoja, inasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nirudie mstari uelewe vizuri. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu.
Moja ya kitu kitakacho kuongezea thamani kwa Yesu ni kumtumikia. Ukimtumikia ulipo na yeye alipo, na wewe ameahidi utakuwepo hapo. Tukumbuke katika kitabu hiki cha Yohana 15 mstari 5 anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Mtu akiwa ndani yangu na mimi ndani yake, huyo huzaa sana. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo tunaweza tukaishi nje ya Yesu afu tukategemea kupata heshima, kwa sababu sisi tulipo na Yesu yuko hapo. Na anasema Yesu alipo na sisi tutakuwepo kama tunamtumikia. Sasa kumtumikia Mungu imetafsirika, anasema kuna mahala anasema mtu akinitumikia na anifuate. Kumfuata Yesu kuna vigezo vyake, ikiwemo kujikana, kubeba msalaba wako na kumfuata kila siku. Na hapo sasa ndio anatangaza Baba atakuheshimu. Kwa hiyo ile heshima ya Baba kukuheshimu ndio inayokuongezea thamani katikati ya watu. Tumepata nina ushuhuda wa mtu ambaye alianza kumtumikia Mungu akiwa katika hali ya chini, lakini kwa jinsi ambavyo alijibidisha katika kumtumikia Mungu, yule mtu alikuwa anadhalaulika sana. Alikuwa anaonekana alikuwa bado ni kijana, lakini alikuwa anaonekana hafai. Alikuwa anabeba speaker begani, anaenda kuhubiri, anaonekana kama mtu ambaye hazimtoshi vizuri. Lakini kwa sababu anamtumikia Yesu akampa heshima na akamheshimisha. Kwa hakuna hasara kwenye kumtumikia Mungu, bali kuna tuongezea thamani. Unapata thamani kwa watu, kwa sababu yeye anasema anamuinua mnyonge kutoka mavumbini, anamketisha pamoja na wakuu. Yeye ndiye anayeweza kutajirisha na kufukalisha. Kwa hiyo tuwe na uhakika tukimtumikia, iko thamani inayoongezeka mbele za Mungu. Sasa kwa siku ya leo nitakupa njia sahihi unazoweza kuzitumia kuongeza thamani. Njia ya kwanza ni kutunza uhusiano wako na Mungu. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 8 anasema, mkaribieni Bwana naye atawakaribia ninyi. Kwa kadri unavyomkaribia Mungu ndivyo unavyoongeza uhusiano wako na yeye, na kadri unavyoongeza uhusiano ndivyo unavyozidi kuongeza thamani yako mbele za Mungu. Na ili kutunza uhusiano kuna mambo kadhaa ambayo unatakiwa kuyazingatia. Kwanza, lazima uwe mtu wa maombi. Maombi ni njia sahihi ya kuzungumza, ni njia rahisi ya kuzungumza na Mungu. Kwa hiyo itakufanya unakuwa connected na Mungu kila mara. Lakini lazima uwe msomaji wa neno la Mungu. Lazima uwe mshirika unayeshiriki kwenye ibada mbalimbali kwa ajili mahali pamoja, ibada ya mahali pamoja. Kwa hiyo utakapokuwa unashiriki namna hiyo, utakuongezea thamani ya kwako mbele za Mungu. Ukisoma katika Mwanzo 39:9 hadi 12, utaangalia jinsi ambavyo Yusufu alijitenga na uovu, na kile kitu kilimpa thamani. Alikataa kulala na mke wa Potifa, akasema nitendeje ubaya namna hii nimkose Mungu. Kwa hiyo ukiwa ukitunza mahusiano yako na Mungu, utajiepusha na dhambi. Hautakuwa na hautatenda dhambi ili usimkose Mungu, ili mahusiano yako yaendelee kuwa vizuri. Sasa ndio tunaona wakati Yusufu alipokataa kulala na mke wa Potifa, aliingia jela, na baada ya kuingia jela akapata kibali, na alitoka pale jela akawa waziri mkuu. Tazama, tujaribu kutafakari pamoja Potifa alivyojisikia baada ya kuona sasa Yusufu aliyempeleka jela kwa kesi ya kusingiziwa ndo anakuwa bosi wake. Maana Farao alitangaza akasema, hakutakuwa na mtu mkubwa katika Misri isipokuwa mimi, nitakuwa juu yako tu. Wewe kwa neno lako watu watanyonyoa miguu. Kwa hakuna aliyekuwa anaruhusiwa kunyonyoa miguu isipokuwa Farao, ndo alikuwa yuko juu ya Yusufu. Otherwise wengine walikuwa wanatakiwa wafuate kwa Yusufu, wasikie kauli ya Yusufu. Ni nini kilitokea mpaka kakaa pale? Alitunza uhusiano, akapata thamani ambayo aliipata. Kwa niko hapa kukuhamasisha, kukutia moyo kwamba tunza uhusiano wako na Mungu. Iko thamani ambayo utaipata mbele za Mungu, na hata kama hutaiona sasa, lakini endelea
usije ukarubunika kwa vyovyote vile ukaharibu mahusiano yako na Mungu. Tumeona watu wengi ambao wameharibu mahusiano yao na Mungu wameishia kubaya, lakini kila aliyetunza uhusiano wake na Mungu aliishia kuzuri. Lakini jambo la pili, wakati tunamalizia, ongeza thamani yako kwa kumtii Mungu. Mtii Mungu. Biblia inasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, katika kile kipengele cha Yakobo sura ya 4 mstari, ukianzia pale mstari wa 7 anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani. Lakini tunaona Yesu ili awe mkubwa, ili apate thamani, alimtii Mungu. Ukisoma Wafilipi 2:5 mpaka 11 inaelezea. Anasema anaeleza tuwe na nia ile ile. Kwa hiyo niko hapa kuwatia moyo kwamba kwa kunyenyekea kwa Yesu alitii mpaka mauti ya msalaba, na hapo Mungu alimkirimia jina lipitalo kila jina, na hilo jina kwalo kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri, na kila jicho litamwona. Na mpaka sasa sisi tunajivunia hilo jina, maana kwa jina la Yesu mapepo, vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya mbingu vyote vinatikisika kwa jina hilo ambalo alikubali akafa, alikubali akaaibishwa msalabani, lakini akatoka na jina ambalo linapita kila jina. Kwa hiyo ongeza thamani yako kwa kutunza uhusiano wako na Mungu, ongeza thamani yako kwa kumtii Mungu. Hakika 2026 haitakuwa kama ilivyokuwa. Lazima utaona hatua nyingine tena ambayo Mungu anakupa kupiga. Mpaka kufika hapo, nikukaribishe kwenye channel hii ya Habari Njema, Ushuhuda kwa Mataifa. Mungu wa mbinguni akubariki. Tuombe. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya kipindi hiki ambacho umetupa cha neno la Mungu, na tumeona juu ya kuongeza thamani yetu kwako. Na moja ya mambo ambayo yanaweza kutufanya kuongeza thamani kwako ni kutunza uhusiano pamoja na kukutii, sambamba na mambo mengine ambayo hatujayasema hapa katika kipindi hiki, lakini bado ni mengi ambayo tunaweza kuyafanya ili kuongeza thamani. Na wewe umesema ulipo wewe na mtumishi wako atakuwepo hapo, lakini mtu akikutumikia utamheshimu. Baba, naomba kwa ajili ya mtu mmoja ambaye yuko hapa, ambaye ananitazama popote pale alipo, Bwana ukampe neema na kumuongezea thamani kwa vile ambavyo ameonesha utii, kwa vile ambavyo anaendelea kuonesha na kuongeza uhusiano na wewe na kuwa karibu na wewe. Baba, mjalie neema na rehema na nguvu zako ziendelee kufunika. Baba, ukatujalie neema. Naombea kila mmoja, naombea nchi yangu ya Tanzania, naombea kanisa la Habari Njema, naombea askofu wa kanisa la Habari Njema na maaskofu wote kila mahali, na kila mmoja anayetufuatilia. Bwana, waachilie neema yako juu yake. Sifa na heshima na utukufu tunarudisha kwako, maana unastahili, katika jina la Yesu. Amen.